ametengenezwa kwa mavumbi na pumzi ya uhai ambayo Mungu aliweza kuipuliza katika mapua yake. Twende. And the man became a living soul. Sasa tukiona mtu anatembea, Mungu aliweza kumuumba kwa vitu viwili. Tukiona mtu akiwa mzima anatembea, ndio anaitwa a living soul. Wakati tunatengeneza mavumbi ya ardhi, tukiongeza the breath of life ambayo Mungu aliweza kuiweka katika mapua ya mwanadamu, mtu anao nafsi hai. So hivyo ndivyo mtu alivyoumbwa, na Mungu akaona mwanadamu kwamba ile siku, soma katika 2:17, Mungu akaona mwanadamu kwamba ile siku angekula katika mti wa kujua mema na mabaya, hakika atakufa. Soma pale katika kitabu cha Mwanzo 2:17 inasema ndio inasema walakini matunda ya mti wa ujuzi ya mema na mabaya usile. Sasa Mungu anamwona mwanadamu kwamba walakini matunda ya ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo ndio utakufa hakika. Kwa maana siku utakayokula matunda ya mti huo, Mungu akasema utafanyaje? Hakika utakufa. Hakika mwanadamu atakufa. Haya, soma katika 3:4. Tuone shetani naye akaanza kuhubiri injili ambayo tukienda kumalizia ndaieleza ni injili ya aina gani ambayo watu wengi wameweza kuishikilia. Soma hapo Mwanzo 3:4 inasemaje? Inasema hivi, ndio nyoka akamwambia mwanamke, ndio hakika mtakufa. Shetani anawaambia mwanadamu hakika hamtakufa, na Mungu amesema hakika mtakufa. Sasa unaona kwamba shetani anapingana na kile ambacho Mungu amefanyaje? Amesema. Sasa wanadamu waliposikia kwamba hakika hawatakufa, Adamu na Hawa wakala lile tunda. Sasa matokeo Mungu anasema katika Mwanzo 3:19, Mungu anasemaje? Mungu anasema hivi, ndio kwa jasho la uso wako utakula. Sasa Mungu anamwambia Adamu, kwa jasho la uso wako utakula chakula, ndio hata utakaporudia ardhi. Sasa Mungu anamwambia atakula hadi atakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ndio ulitwaliwa. Yaani ambayo katika hiyo mwanadamu alifanyaje? Alitwaliwa. Kwa Adamu baada ya kuingia katika dhambi, Mungu anamwambia atairudia nini? Ardhi. Ambayo katika hiyo ardhi mwanadamu alitwaliwa. Kwa maana mavumbi wewe. Kwa maana Mungu anamwambia sasa mwanadamu, wewe mavumbi. Nawe mavumbini utarudi. Mungu anamwambia nawe mavumbini utarudi. Nawe mavumbini utafanyaje? Utarudi. Maana mwanadamu alitoka katika mavumbi ya ardhi. Mungu akaongeza the breath of life katika nostril, mtu akawa nafsi hai. Sasa ndio maana Mungu anamwambia kwamba hakika wewe mavumbi, na katika mavumbi utafanyaje? Utarudi. Hiyo ni baada ya mwanadamu kufanya dhambi. Je, ni nini hii kitamsukuma mwanadamu aweze kurudi katika mavumbi? Ni nini itafanyika ili kwamba mwanadamu apate kurudi katika mavumbi ama apate kufa? Soma katika kitabu cha Zaburi 104:29. Ni nini hii itafanyika ili mwanadamu apate kurudi katika mavumbi ama apate kufa? Ni nini itafanyika? Soma pale katika kitabu cha Zaburi 104 ndio mstari 29 hapo 104:29 inasema ndio wewe wauficha uso wako, ndio wao wanafadhaika, ndio waiondoa pumzi yao. Yaani Mungu sasa inasema kwamba pumzi inaondoka. Somati makinika, waiondoa pumzi yao wanakufa. Pumzi inapoondoka watu wanafanyaje? Wanakufa. Pumzi inapoondoka watu wanafanyaje? Wanakufa. Na wanapokufa, tuliona mwanadamu kwa sababu yeye ni mavumbi atarudi katika mavumbi. Sasa pumzi inapoondoka mtu anafanyaje? Na kuyarudia mavumbi yao. Sasa pumzi inapoondoka mtu anafanyaje? Anarudi kwa mavumbi. Na hiyo pumzi tunaona Mungu aliweka wapi? Katika ua na mwanadamu. Sasa hiyo pumzi inapoondoka mwanadamu anakufa. Soma katika Mhubiri 12:7. Hiyo pumzi ya Mungu inapoondoka mwanadamu anakufa, na pumzi inaenda wapi? Na hiyo na huo mwili ambao ni mavumbi unaenda wapi? Soma pale Mhubiri 2:17. Mhubiri 12:7 inasema ndio
inasema ndio, naye mavumbi kuirudia nchi. Sasa mavumbi yanarudia nchi kama yalivyokuwa, ndio, naye roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Asante. Unaona kwamba mavumbi yanairudia nchi mahali yaliweza kutwaliwa. Maana tuliposema mwanzo pale tuliweza kuona kutoka kwa mavumbi na mwanadamu akafanyaje? Akaumbwa, na Mungu alipomwongezea pumzi ya uhai mwanadamu akawa nafsi hai. Sasa wakati ile roho inapoondoka mwanadamu anakufa, na tunaona yale mavumbi yanarudi katika mavumbi. Lakini hapo imesema kwamba, rudia msomaji. Inasema nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa. Sasa mtu anapokufa mavumbi yanairudia nchi hizi mahali yalivyotwaliwa. Nayo roho ndio kumrudia Mungu aliyeitoa. Sasa weka katika mawazo ya jina, nawe roho umrudia Mungu aliyeitoa. Sasa tunauliza sasa, ile ambayo inamrudia Mungu aliyeitoa ni roho ya aina gani? Soma katika Ayubu 27 mstari wa 3, ili kwamba watu wasidhani kwamba mtu anapokufa kwamba roho yake inaenda kwa Mungu. Soma pale inasemaje? Hiyo roho inazungumziwa hapo ni aina gani? Soma. Inasema hivi, ndio, kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu. Sasa kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu, roho ya Mungu ii katika pua yangu, eti na roho ya Mungu ii katika pua yangu. Kwamba kwa hivyo roho ya Mungu ii katika nini? Pua yangu. Hebu turudi mwanzo tuone katika pua ni nini Mungu aliweza. Hata ukienda hospitali wakati unapata mtu ako na shida katika kupumua, wanamuongezea oxygen, na hiyo oxygen wanamuongezea, wanaweka zile tubes wapi? Kwa mapua, ili kwamba mtu aweze kuwa supplemented na oxygen, aweze kuishi, aendelee kuwa nafsi hai. Sasa tumeona kwamba wakati mavumbi yamerudi katika mavumbi, mwanadamu anafanyaje? Anakufa. Na huyu mwanadamu anapokufa anashuka katika kaburi, maana kaburi ndio hifadhi yake. Soma katika Zaburi 49 mstari wa 11. Katika kitabu cha Zaburi 49 mstari wa 11 inasema hivi, makaburi ni nyumba zao hata milele. Kumbe makaburi, wale ambao wamekufa, makaburi ni nyumba zao hata milele. Kama makaburi ni nyumba zao hata milele, wanaweza wakarudi nyumbani. Soma katika 7:9 kitabu cha Ayubu. Maana tumeona kwamba watu wengi wakisema kwamba mtu ambaye aliyekufa wamemwona amerejea nyumbani akaweza kuwapa ushauri, ama mtu ambaye amekufa mostly wanasema kwamba Waluya na Wajaruo kwamba amekataa kwenda nyumbani, eti gari inasimama. Soma pale inasema ndio, kama vile wingu likomavyo, na kutoweka, ndio vivyo hivyo ashukaye kuzimuni. Vivyo hivyo ashukaye wapi? Kuzimuni. Atafanya nini? Atazuka tena kabisa. Ndio. Mstari wa 10, atarudi tena nyumbani kwake. Atarudi ama hatarudi? Atarudi. Kumbe mtu akifa hawezi akafanyaje? Atarudi tena nyumbani kwake, wala mahali pake apata mjua tena. Kwa hiyo wachia pale. Unaona kwamba mtu anapokufa hatarudi tena nyumbani kwake. Kwa sababu gani? Soma katika hiyo kitabu cha Zaburi 115 mstari wa 17, maana atakuwa ameshuka ndani ya kaburi kwenye kimya. Soma pale inasema, sio wafu wamsifu Bwana. Kumbe wafu hawezi wakafanyaje? Wakamsifu Bwana. Sio wafu hawezi wakaingia kanisani waanze kumsifu nani? Bwana. Ama hata katika masoko hawezi kumsifu Bwana. Kabisa. Wala wowote washukao kwenye kimya, wala wowote ambao wanashuka kwenye kimya, bali sisi tutamuhimidi Bwana. Bali ni sisi tutafanyaje? Tutamuhimidi Bwana. Sisi ndio tutaweza kumuhimidi Bwana. Lakini wafu hawawezi wakamsifu Bwana wala kurudi nyumbani, maana watashuka ndani ya makaburi katika kimya. Sio mtu akifa hawezi akarejea nyumbani, maana kuna wengine kwamba wanasema anaweza akarejea akawapea ushauri. Je, anashuka na ushauri wake ama ushauri inabaki? Soma Ayubu 12 mstari wa 1 na wa 2. Je, anaweza akarudi? Mtu akifa anaweza akarudi nyumbani akapea watu ushauri? Soma pale Ayubu 12 mstari wa 2. Ndio Biblia inasema hivi, ndio
hapana shaka ninyi watu halisi, nanyi mtakapokufa ndipo hekima itakoma. Nanyi mtakapokufa ndipo hekima itakoma. So hata mtu akiwa amekufa hekima yake inafanyaje? Inakoma. So mtu aweze akaja akiwa na hekima ama akarudi nyumbani akiwa amekufa, maana ameshuka katika kaburi kwenye kimya. Na roho ya Mungu ambayo ni pumzi ya uhai ambayo Mungu aliweza kumpa mwanadamu pale mwanzo ndio inaondoka. Mtu anakufa. Hata ukienda hospitali pale unaona wakati mtu anapokuwa anaenda kufa lazima waweze kujaribu kumwongezea oxygen kana kwamba anaweza wakaprolong maisha yake, lakini ikishindikana yule anakufa. So hiyo pumzi ya Mungu ambayo aliweka ndio ikiondoka mtu anarudi ama anarudi katika mavumbi ama anashuka kwenye makaburi katika kimya, na pale hawezi akamwibidi Mungu, hawezi akamsifu Mungu, maana hata hekima yake imeweza kupotea pamoja naye, wala hawezi akarudi nyumbani tena. Tutaulizana mwisho walisema kwamba na wale tunaona wakirudi nyumbani akina nani? Maana kuna watu wanasema kwamba waliona marehemu ama marehemu aliweza kuzungumza naye katika ndoto, akamwambia. Tutaweza kuangalia hayo tuweze kujua huwa ni nini inafanyika. Tuko pamoja mwalimu? Naam. Sasa soma katika kitabu cha Mhubiri 9 mstari wa 5 inasemaje? Mhubiri 9 mstari wa 5 hadi 6 inasemaje? Mhubiri 9 mstari wa 5 ndio inasema hivi. Ndio. Biblia takatifu inasema kwa sababu walio hai wanajua kwamba watakufa. Sasa sisi tulio hai ambao tunasikia sauti hii tunajua ya kwamba sisi tunakufa, ndio, lakini wafu hawajui neno lolote. Lakini mtu ambaye amekufa anajua neno lolote? Hapana, wafu hawajui neno lolote. Wafu hawajui neno lolote, ndio, wala hawana ishara tena. Wale wafu hawana ishara tena, maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Maana kumbukumbu la wafu ama mtu ambaye amekufa kumbukumbu lake limefanyaje? Imesahauliwa. Inaendelea kusema mapenzi yao na matukio yao. Tunaona kwamba mapenzi yao na machukizo yao na husuda yao imepotea yote pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote lililofanyika chini ya jua. Wako na sehemu ama hawana sehemu? Hawana sehemu yoyote. Sio mtu akifa hana sehemu yoyote katika jambo lolote linalofanyika chini ya jua. Unajua kuna watu unapata mtu amekufa na unasikia watu wakisema sasa itakuwaje, sasa ataenda hata bilani, maana tulikuwa tumekosana, sikuweza kumwomba msamaha, sijui mambo yangu itakuwaje, huyu mtu alikufa kabla, sijui tumefanyeje. Lakini nasema kwamba chuki yao, husuda yao, upendo wao vimeangamia zote pamoja. Wala hana sehemu yoyote katika jambo litokeo chini ya nini? Ya jua. Na hawajui neno lolote. Lakini sisi ambao tunasikia sauti ile, ambao tuko hai tunatembea, tunajua kwamba siku moja tutakufa. Siku moja tutakufa. Lakini mtu akifa hawezi kukumbuka neno lolote. Na kila kitu ambacho alikuwa nacho kimefanyaje? Kimepotea pamoja naye. Sasa tunauliza sasa, wafu Yesu, wewe tunakuuliza, wafu wako wapi? Katika 5:28 kitabu cha Yohana tunauliza Yesu, wafu Yesu wako wapi? Wako mbinguni ama wako wapi? Soma pale. Katika kitabu cha Yohana 5 mstari wa 28. Ndio. Ustaajabie maneno hayo. Yesu anawaambia ustaajabie maneno hayo, maana saa yaja. Asia kwanza 25 ndio msoni mwalimu. Inasema ndio. Amini nawaambia. Yesu anasema amini nawaambia. Inakuja. Ndio. Na sasa ipo. Ndio. Wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu. Yesu anasema saa yaja na sasa ipo ambao wafu wataisikia sauti ya nani? Mwana wa Mungu. Ndio. Na wale waisikiao watakuwa hai.
na wale waisikiao watakuwa hai. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, hivyo hivyo alimpa na Mwana kuwa na uzima nafsini mwake, naye akampa amri na kufanya hukumu, kwa sababu ni mwana wa Adamu. Msiadhabie maneno hayo, maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini. Sasa saa inakuja ambao wale watu wote wamo wapi? Makaburini. Watafanyaje? Wataisikia sauti yake. So kuna saa inakuja watu wote ambao wamo makaburini wataisikia sauti yake. Tuende nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima. Sasa watatoka ndani ya makaburi wale waliofanya mema katika ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa ukulu, na wale waliofanya mabaya kwa ufufuo wa ukulu. So unaona kwamba wale wote ambao wamekufa wamo katika makaburi, hawataenda mbinguni ama kwenda mahali wakaende wakateswe kidogo ili kwamba waweze kurejea. Hapana, maana katika kifo kama vile anavyokufa mnyama ndivyo anavyokufa mwanadamu. Maana mwanadamu katika kifo hana kitu chochote cha kumzidi mnyama. Mnyama wewe akifa ako wapi? Soma katika Mhubiri 3 mstari wa 19. Inasema hivi. Biblia inasema kwa maana linalowatukia wanadamu linawatukia wanyama. So linalowatukia wanadamu linawatukia wanyama. Jambo moja la watukia. So kuna jambo moja ambalo linatukia wanadamu na wanyama. Anavyokufa huyu ndivyo anavyokufa huyu. Kwamba anavyokufa mwanadamu ndivyo anavyokufa nani? Mnyama. So tukichinja ng'ombe vile anavyokufa ndivyo anavyokufa nani? Mwanadamu. Hata akipiwa na gari hapa kwa barabara anavyokufa ndivyo mwanadamu anafanyaje? Anakufa. Haya, soma. Wote wanao pumzi moja. Kumbe wote wanao pumzi moja, na hiyo pumzi tuliona Mungu aliweka katika za wanadamu. Sasa wote wana pumzi moja, wala mwanadamu hana kitu cha kumpita mnyama. Kumbe mwanadamu hana katika kifo, hana kitu cha kumpita nani? Mnyama. Katika kifo mwanadamu hana kitu chochote cha kumpita nani? Mnyama. Soma. Kwa maana yote ni upatili. Maliza. Wote huendea mahali pamoja. Wote huenda mahali pamoja. Wote hutoka katika mafumbi. Na hata mafumbini urudi tena. Kumbe wanadamu walipotoka katika mafumbi hivyo ndivyo wanafanyaje? Wanarudi. Na wanyama hivyo ndivyo wanafanyaje? Wanarudi. Kumbe mwanadamu katika kifo hana kitu cha kumzidi mnyama. So anavyokufa mwanadamu ndivyo anavyokufa mnyama. Maliza andiko. Nani ajuaye kama roho ya binadamu huenda juu? Nani ajuaye kama roho ya binadamu huenda juu? Na kama roho ya mnyama huenda chini? Ndio. Hivyo nikaona ya kwamba hakuna jema kwa mwanadamu kufurahia kazi zake. Kumbe bali roho ya binadamu inaenda, hapo ndipo roho ya mnyama inaenda. Maana wanao pumzi moja, na hiyo pumzi inamrudia aliyeifanyaje? Aliyeitoa. Kumbe sio roho ya mtu inaenda mbinguni. Hapana. Kumbe sio roho inaenda mahali inateswa kidogo inaqualify inaenda mbinguni. Hapana. Kumbe mwanadamu na mnyama katika kifo hapana mtu ama hakuna kitu mwanadamu anamzidi mnyama. Maana wote wanao pumzi moja na wote walitoka katika mavumbi, na mavumbini watafanyaje? Wanarudi. So wale watu ambao wanaambia watu wengine kwamba akifa ataenda mahali ateswe kidogo ambao aende mbinguni, hiyo basi itakuwa ni uongo. Maana tunaona kwamba wale ambao wameshuka katika kimya makaburi ni makao yao hadi ile siku watakapoisikia sauti ya mwana wa Adamu ama sauti ya Yesu waweze kufufuliwa, wengine katika uzima wa milele, wengine katika aibu ya kudharauliwa milele. Tunauliza sasa, mmoja wa wale ambao tunaita the patriarch David, yeye David, wewe ulipokufa ulienda mbinguni ama ulienda wapi? Tuona kitabu cha Matendo ya Mitume 2 soma 29. Inasema ndio 2:29. Biblia inasema hivi, waume ndugu zangu, mniwaie radhi niseme kwa ujasiri. Sasa unaona huyo ni Petro anahubiri siku ya Pentekoste baada ya kupokea Roho Mtakatifu. Sasa Petro anahubiri akisemaje?
Anasema waume ndugu zangu, niwie radhi niseme kwa ujasiri mbele yenu habari ya baba yetu mkuu Daudi, ya kuwa alifariki akazikwa, na kaburi lake liko kwetu hata leo. Basi kwa kuwa ni nabii, akijua kuwa Mungu amewapia wakiwepo, na kwamba katika uzao wa viuno vyake walimrudia, na katika uzao wa viuno vyake walimwanza vizuri. Inasema basi kwa kuwa ni nabii. Sasa vizuri mwalimu, fast 59 nasema, inasema waume ndugu zangu, uniwie radhi niseme kwa ujasiri mbele yenu habari za baba yetu mkuu Daudi. So unaona anasema awiwe radhi aweze kuzungumza habari kuhusu nani? Daudi. Ya kuwa alifariki akazikwa. Kuwa Daudi alifariki akafanyaje? Akazikwa. Daudi alifariki akafanyaje? Akazikwa. Ndio. Na kaburi lake, na kaburi la Daudi liko kwetu hata leo. Kumbe Daudi hakwenda wapi? Mbinguni, bali kaburi lake liko kwetu hata leo. Soma mstari wa 34. Inasema ndio. Biblia inasema maana Daudi hakupanda mbinguni. Kumbe Daudi hakupanda wapi? Mbinguni, bali kaburi la Daudi liko pamoja nasi hata leo. Kumbe Daudi hakupanda mbinguni, kaburi lake liko pamoja nasi hata leo. Kwa watu ambao wanaambia wengine kwamba mtu anapokufa anaenda mbinguni, basi watakuwa wafanyaje? Wamedanganyika. Maana kaburi la Daudi ambaye tunaona kwamba Mungu alimpenda, alifurahia na Daudi, alikufa na akazikwa, na kaburi lake tuko pamoja nalo hata somati makinika. Kaburi lake liko pamoja nasi hata leo. Kumbe Daudi hakufanyaje? Hakupanda mbinguni, bali na yeye anangoja kufufuliwa. Bali na Daudi anangoja pia kufufuliwa, maana hakupanda mbinguni. Na tunaona kwamba kuna watu wengi ambao wanasema kwamba, unasikia mtu anasema kwamba Mungu alimpenda tunaona kwamba Daudi alikufa na akazikwa, na kuna watu wengi wanasema kwamba Mungu alimpenda akamchukua. Je, tunauliza, Mungu akikupenda anakuchukua? Soma katika Yakobo 2 mstari wa 23. Maana watu wamefanya Mungu kuwa muuaji, na hiyo ni makusudi ya shetani, ili kwamba watu hawaweza kuona Mungu kama tyrant na Mungu ni muuaji. Soma pale nasemaje? Yakobo 2:23 inasema, ndio anzia 22. 22 inasema hivi, ndio waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake, na ya kwamba imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo yale. Maandiko yale yakatimizwa yaliyonenwa, Ibrahimu anamwamini Mungu, akihesabiwa kwake kuwa ni haki. Sasa Ibrahimu akahesabiwa kwake ni haki, naye aliitwa rafiki wa Mungu. Kumbe Ibrahimu aliitwa rafiki wa Mungu. Ndio waona kwamba kumbe Ibrahimu Mungu alikuwa anamuita rafiki wa Mungu. Je, Mungu alimuoa Ibrahimu? Hapana. Tunaona kwamba Ibrahimu anakufa katika uzee wake. Kumbe Mungu akikupenda hakuui, bali anakuongezea siku. Lakini watu siku hizi wameweza kuwasema kwamba Mungu alimpenda zaidi, wakaingia katika statement ya shetani, maana kwamba Mungu anaua mtu, kwamba Mungu akikupenda anakuua. Watu wakaingia katika ule mtego. So usikue ukistajaja kwamba Mungu alimpenda akamuua, maana Mungu alimpenda Ibrahimu, hata akamuita Ibrahimu rafiki yake. Lakini Mungu hakumuua, bali Ibrahimu alikufa katika uzee wake. Mungu hakuweza kumuua. Sasa tunauliza sasa, nisomea katika Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 50 na 51.
Biblia inasema hivi, ndio ndugu zangu, nisemayo ni haya, ya kwamba nyama na damu haziwezi kuurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kuurithi kutokuharibika. Angalieni nawaambia ninyi siri, tutalala zote, lakini sote tutabadilika, kwa dakika moja, kufumba na kufumbua. Sasa ile siku Yesu atakuja, kuna watu watakuwa wamelala, na kuna wengine hatutakuwa tumefanyaje? Tumelala. Sasa tutafanywaje? Inasema hivi, kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho, na parapanda italia, na wafu watafufuliwa. Kumbe wafu walio katika makaburi watakaposikia parapanda ya mwisho watafanyaje? Watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. So wale wafu ambao watakuwa wamekufa kipindi parapanda itakapolia watafanyaje? Watafufuliwa, na sisi tutafanyaje? Tutabadilika, wenye tutakuwa hai hata kila kipindi Yesu atakapofanya nini? Atakaporudi. So watu wale ambao wanasema kwamba Mungu akikupenda alimpenda zaidi akamuua, ni uongo. Kwa sababu gani tunasema huo ni uongo? Soma Marko 12 mstari wa 27 tuone, je, Mungu akikupenda anakuua? Je, Mungu ni Mungu wa wafu ama wa walio hai? Soma pale. Marko 12 mstari wake ni wa 27. Biblia inasema hivi, yeye si Mungu wa wafu. Anzia 26 mzuri hapo. Inasema na kwa habari ya wafu, ya kwamba wafufuliwa, mtasoma katika kitabu cha Musa sura ya kijiti jinsi Mungu alivyomwambia akisema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Yeye si Mungu wa wafu. Kumbe Mungu si Mungu wa wafu. Wa wafu. Sasa wale wanasema kwamba wafu wanakufa wanaenda mbinguni, na Mungu anakataa. Yeye si Mungu wa wafu bali wa walio hai. Kumbe Mungu ni Mungu wa walio hai bali sio Mungu wa walio wafu. Ndio maana tunawaambia kwamba kusema kwamba Mungu alimpenda zaidi, hiyo ni statement ya shetani, maana anamfanya Mungu kuwa ni tyrant ama anakuwa muuaji. Mungu akikupenda hawezi akakuua. Hapana. Shetani kutoka mwanzo, hebu soma katika 8:44, shetani tangu mwanzo ndiye amekuwa muuaji bali sio Mungu. Soma pale katika Yohana 8:44. Soma pale msomaji. Yohana 8:42 44. Biblia inasema hivi, ninyi wa baba yenu Ibilisi. Sasa nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye aliyekuwa muuaji tangu mwanzo. Shetani amekuwa muuaji tangu mwanzo. Sio kumbe, sio Mungu anafanyaje? Anaua. Sio Mungu anaua mtu. Hata wale watu ambao wanapata ajali, sio Mungu anawaua. Maana ukitaka kuelewa hilo, turudi katika Ayubu sasa. Ayubu 1, soma mstari wa 10. Soma pale inasemaje? Inasema hivi. Katika kitabu cha Ayubu 1:10, wewe hukumzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo, kazi ya mikono yake, umezibarikia nazo mali yake, umeongezeka katika nchi. Lakini nyosha mkono wako sasa, uyaguze hayo yote aliyo nayo, naye atakufuru mbele za uso wako. Bwana akamwambia Shetani, tazama, yote aliyo nayo yamo katika uwezo wako, lakini usinyoshe mkono wako juu ya yeye mwenyewe. Hadi Shetani akatoka mbele za uso wa Bwana. Unaona kwamba Mungu anamwambiaje? Rudia hapo msomaji. Inasema Bwana akamwambia Shetani, tazama, yote aliyokuambia Shetani,
Inasema Bwana akamwambia Shetani, tazama yote aliyo nayo yamo katika uwezo wako, lakini usinyoshe mkono wako juu ya yeye mwenyewe. Basi Shetani akatoka mbele za uso wa Bwana. Unaona, Mungu anamkataza Shetani asifanyeje? Asinyoshe mkono juu ya Ayubu, kwamba asiweze kumuua Ayubu. Kumbe muuaji ni Shetani, sio Mungu. So ukisema kwamba Mungu alimpenda zaidi akamuua akamchukua, hiyo ni kusema kwamba Mungu ni nani? Ni muuaji, na hiyo sio karakta ya Mungu. Sasa turudi mahali tulikuwa tunaona kwamba wale ambao wamekufa, ambao wapo katika makaburi, siku moja watapata kufufuliwa. Ndio maana Biblia inatupa tumaini kwamba wakati mtu anapokufa tusifanyeje? Tusilie sana kana kwamba hatutaweza kumwona tena. Soma katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4 anzia mstari wa 13. Kitabu ni cha Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa 13. Biblia inasema, lakini ndugu zangu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti. Sasa hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika. Watu wasije wakahuzunika kama wengine wasio na matumaini, maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, hivyo hao waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. Mstari wa 15 inasema, soma 16 msomaji. Inasema kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko, na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kumbe watu waliokufa watafanyaje? Watafufuliwa kwanza. Kumbe toka mbinguni warudi ndio wafufuliwa? Hapana. Kumbe wako wapi? Makaburini. Nao watafanyaje? Watafufuliwa. So mtu anapokufa hakuna mbinguni anaenda, ama hakuna mahali anaenda kwamba anaona yale yanaendelea chini ya jua. Hakuna mahali anaenda aweze kuona yale yanaendelea chini ya jua, bali yako katika kaburi. Na siku ya mwisho atafufuliwa. Tuona katika Danieli 12 mstari wa 2. Tuona watafufuliwa, hawatafufuliwa. Soma pale. Danieli 12 mstari wa 2 inasema, tena wengi wa hao waliolala katika mafumbi ya nchi wataamuka. Kumbe kuna siku itafika watafanyaje? Wataamka. Waliolala katika mafumbi ya wapi? Ya nchi. Watatoka mbinguni? Hapana. Watatoka mahali wamefungiwa? Hapana. Watafanyaje? Watatoka katika mafumbi ya nchi. Wataamuka kutoka mafumbi ya nchi, maana wao walikuwa mafumbi na mafumbini walirudi. Itakuja siku watakuja kufufuka. Sasa msomaji, natumai kwamba nimeeleweka kwamba mtu akifa aende mbinguni, eti kwamba pale atese kidogo ya kulifa aende mbinguni, ama hawezi kurudi nyumbani, ama akabaki juu ya anga kwamba anaona kila kitu kinaendelea chini ya jua. Kumbe ni uongo. Na ukiona mchungaji yeyote anakufundisha kwamba mtu akifa anaweza akarudi nyumbani ama anaweza kuja katika ndoto, huo ni mchungaji wa uongo, maana waende katika sheria na ushuhuda. Sasa kuna somo nilisema kwamba nikimaliza nitalitaja, rudi katika Mwanzo sasa 3 mstari wa 4, ambalo shetani aliweza kulitangaza pale. Anasemaje? Inasema hivi, ndio Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Kumbe mwenye anatangaza injili ya kwamba hamtakufa ni nani? Shetani. So shetani akatangaza hakika hamtakufa. So ukipata kwamba mtu anakwambia kwamba ukikufa roho yako iko duniani tu, inawaangalia vile wanavyofanya moso, hiyo kitu iko hapa kwa wakisi egente kinto kebwate nasunguzi ambate toka kwa watera baga teyaba tonga
kabla toko banga matera amabanga amatanga na kabla laki atorote una totali wote ndio mkutano yae kana atorote una mogo chaya bana bae na barote omonto akata ngaki okule abantu banganga bali ngaki kana barote kwamba mtu ambaye anakufa unapokuwa mkifanya mipangilio yake kwamba naona ni uongo. Maana ndani ya Biblia imetuambia kwamba hana sehemu tena katika hiki machukizo na upendo wake na uzida yake vimemotea pamoja na yeye. Sasa swali linakuja, kama shetani akitangaza kwamba, ama msomaji, swali mzuri tu, kama Biblia imesema, Mungu amesema hakika utakufa, lakini sasa mwili ukufe, roho ibaki tu iende mbinguni ama iani hapa juu inaangalia watu vile wanafanya, huyo mtu amekufa? Huyo ni mtu amekufa? Hapana. Haya, soma katika Ezekieli 18 mstari wa 20. Tuone inasemaje. Mungu yeye anasemaje? Ile roho ambayo inatenda dhambi itakufa ama itafanyeje? Soma pale. Ezekieli 28 18:20. Inasema ndio 18:20 katika kitabu cha Ezekieli inasema roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Kumbe roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Kumbe kiuhakika mtu wa roho itendayo dhambi itafanyeje? Itakufa. Na shetani hakika hamutakufa. Shetani anasema hamutakufa, na Mungu anasema ile roho itendayo dhambi itafanyeje? Itakufa. Kwa maana watu wamelichukua lile fundisho la shetani, wanaambia watu kwamba jehanamu, wakati Mungu atakuja, mtu utakuwa unaungua kidole hiki sijui miaka 1000, kidole kingine miaka 2000, kwamba utakuwa hai ukiungua. Na Mungu amesema ile nafsi ifanyao dhambi itafanyeje? Itakufa. Ile nafsi ifanyao dhambi itafanyeje? Itakufa. Lakini watu wanahubiri kwamba watu wataishi jehanamu milele wakiungua milele. Kama kuna mhubiri ama mtu ambaye anatangaziwa kwamba atakuwa anaungua jehanamu milele, aweze kuja atuambie ataunguaje. Maana hilo ni fundisho la shetani kwamba hamtakufa. Maana mtu atakuwa kana uzima wa milele, lakini katika mateso atakuwa amekufa, na Mungu atakuwa mkatili kiasi hicho kwamba uweze kuungua milele na ufi. Hapana, hilo ni fundisho ambalo shetani ndiye aliyekuwa wa kwanza kulitangaza kwamba utaingia jehanamu na utaungua milele, bali hilo sio fundisho ambalo liko ndani ya Biblia. Lakini mtu anaweza kuuliza, tuende katika kitabu cha Luka 16 anzia hapo 26. Mtu anaweza kauliza, je, Lazarus yake ilikuwaje? Lazarus Yesu anasemaje? Hebu soma pale. Luka 16 inasema na zaidi ya hayo kati yetu sisi na ninyi. Soma Mathayo 13 anzia mstari wa 29. Inasema inasema akasema la kusije mkakusanya magugu na kuzing'oa ngano pamoja nayo. Nasoma wapi msomaji? Mathayo 13 mstari wake ni 29. Watu wanaweza kuona hilo andiko, maana watu wengi wamedanganyika pale. Soma Luka 10 mstari wa 19. Luka 10 anzia mstari wa 19. Inasema Luka 10:19. Biblia inasema tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge. 16 msamaani, Luka 16 anzia 19. Inasema akasema alikuwa na mtu mmoja tajiri. Sasa Yesu anawaambia mfano, anawaambia kulikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro uwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, alikuwa akitamani kusipishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake, ikawa
yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani cha kwa Ibrahimu. Sasa sikiza kwamba yule maskini alipokufa, na msisahau Yesu anawaambia mfano, kumbe yule maskini alipokufa, eti malaika akamchukua hadi kifua cha nani? Kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso. Kumbe yule tajiri naye alipokufa akaenda hadi wapi? Kuzimu. Alipokuwa katika mateso akamwona Ibrahimu kwa mbali. Sasa tajiri alipokuwa katika mateso akamwona Ibrahimu kwa mbali, na Lazaro kifuani mwake. Akalia akisemaje? Baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro atofye njaa ya kidole chake majini, aiburudishe ulimi wangu, kwa sababu ninatezwa katika moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafajiriwa. Wachia tu pale. Unaona kwamba Yesu anawapa watu mfano, na anawaambia katika mfano kuna Lazaro ambaye ni maskini na kuna tajiri, na katika mfano ule Yesu alikuwa anawafundisha watu ambao walikuwa wanamsikiliza jambo. Ni kwa nini Yesu alikuwa anatumia mfano? Soma 13:11 kitabu cha Mathayo, tuweze kuanza kuchambua hiyo. Je, hayo maneno yalikuwa halisia? Soma pale katika kitabu cha Mathayo 13 mstari wa 11. 13:11 Biblia inasema hivi. Soma 30 kwanza ndio soma 13. Inasema hayo yote Yesu aliwaambia makutano kwa mifano, wala pasipo mfano hakuambia neno. 11 inasema akajibu akawaambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Katika mifano Yesu alikuwa anawafundisha watu siri za ufalme wa mbinguni. Soma, bali wao hawakujaliwa. Hawakujaliwa. So Yesu akafunza kupitia mfano kwamba kuna tajiri na kuna Lazaro, na yule tajiri anapokufa anachukuliwa hadi kifua cha nani? Cha Ibrahimu. Na tajiri anapokufa anapelekwa kuzimu, na pale kuzimu anaungua, na akiwa kuzimu anaangalia naona mbinguni, anamuita Ibrahimu. Soma katika Warumi 4:17. Warumi 4:17 inasemaje? Warumi 4 mstari wa 17 Biblia inasema hivi. Inasema kama ilivyoandikwa, nimekuweka kwa baba wa mataifa mengi mbele zake yeye aliyemwamini, yaani Mungu mwenye kuwahuisha wafu, atajaye yale yasiyokuwako. Yaani anaweza kuyataja yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. So anaweza kataja yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Anaweza kataja yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Haya, soma katika Ayubu 33 mstari wa 30 uweze kupita sasa katika hiyo hoja. Inasema ili kurudisha roho yake itoke shimoni, ili atiwe mwanga kama mwanga wa walio hai. Angalia sana Ayubu, unisikilize. So unaona kwamba Mungu anasema anaweza kuyataja yaliyokuwapo kana kwamba yasiyokuwapo kana kwamba yamekuwapo, na anaweza akairudisha ama kuirudisha roho aliyekufa ili afanyeje? Ili awatie na mwanga wale walio hai. So unaona kwamba katika pale Yesu anapotaja mfano ule hakumaanisha kwamba hivyo ndivyo itakuwa, bali alikuwa anataka kuwafundisha watu kwamba kuna mbinguni ambao watu wataenda. Akaifananisha kifua cha nani? Cha Ibrahimu. Kwani sisi kama tunakufa tunaenda katika kifua cha Ibrahimu?
watu wote duniani tukifa tutatoshea kifo cha Ibrahimu? Hapana. Na je, mbinguni na jehanamu zitapatana? Hapana. Na ndio maana unaona kwamba watu wamedanganyia kwamba saa hii kuna jehanamu ambao watu wanaenda wanahukumiwa pale. Je, ni kweli saa hii kuna jehanamu ama jehanamu itakuwa kipindi gani? Maana hapo ndipo watu wameweza kudanganyika. Wacha nisungumuze tu hiyo peke yake niweze kuachia pale. Soma katika kitabu ni kile ama kuzimu. Soma katika kitabu ni hicho cha Isaya 14, soma mstari wa 15. Sasa shetani alipokuwa na madai akaambiwa atatupa hadi wapi? Soma pale. Inasema lakini utashushwa mpaka kuzimu. Sasa anaambiwa lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho wa shimo. Sasa unaona kwamba shetani angeshushwa mpaka kuzimu. Si shetani angeshushwa hadi kuzimu? Naam. Haya, soma kitabu cha 12 mstari wa 7, kitabu cha Ufunuo. Je, kuzimu iko wapi sasa? Soma pale. Kitabu ni cha Ufunuo wa Yohana 12 mstari wa 17. 12 mstari wa 7. Inasema kulikuwa na vita mbinguni. Pale imesema atashushwa hadi kuzimu. Naam. Tuone pale. Kulikuwa na vita mbinguni. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule choka. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule choka. Yule choka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakushindwa. Hawakushinda. Wala mahali pa hapakuonekana tena mbinguni. Yule choka akatupwa. Tuliona atashushwa hadi kuzimu. Naam. Haya, akatupwa hadi wapi? Yule mkubwa nyoka wa zamani aitwa Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi. Kumbe shetani aliposemekana kwamba atatupwa hadi kuzimu, alitupwa hadi wapi? Hapana, utashuka katika kaburi, katika kimya. Wakati utakaposhuka pale, ungojee siku Kristo atakaporudi, ili kwamba ukapate kufufuliwa. Kama ulifanya mema, kwa ufufuo wa uzima wa milele; kama ulifanya mabaya, ama ufufuliwe kuchomwa. Na swali linakuja kwa wale wanasema kwamba mtu akifa anaenda mbinguni. Si basi Mungu angoje zote tukufe, maana baadaye zote tutakufa tuende kwake? Bwana Kristo arudi, sasa tutakuwa tunafanya injili ya Mungu kuwa uongo. Kwa mtu akifa haendi mbinguni, hawezi akarudi nyumbani, wala hana ishara tena katika dunia. Na swali linakuja, somaji, tunaona kuna watu ambao akifa tunaona kwamba anarudi nyumbani. Na anarudije? Katika kupitia uchawi. Tuende katika Samueli wa kwanza 28, soma mstari wa 2. Mwalimu mwingine mwenye ataingia aendelee kujiandaa. Samueli wa kwanza 18. Somaji, tumia maiki zote. Samueli wa kwanza 28, soma mstari wa 2. Tuone, je, kuna kipindi Samueli alipokuwa amekufa? Soma pale kama mwakita. Naye Daudi akamwambia Akishi. Unasoma wapi? Samueli wa kwanza 28. Ukosoma 12. 12. Ndio. Inasema ndio. Hata yule mwanamke alipomwona Samueli alilia kwa sauti kuu. Arudi verse 1. Kusoma verse 1. Ikawa siku zile hao Wafilisti wakakusanya majeshi yao. Soma mstari wa 2. Bahari naongeza Samueli alikufa. Inasema mstari wa ngapi? Wa 3. Ndio. Basi Samueli alikuwa amefariki dunia. Sasa Samueli akafa. Ili ikafanyika, nao Israeli wote walikuwa wamemwomboleza na kumzika huko Rama ndani ya mji wake mwenyewe. So unaona, Samueli alipokufa Waisraeli wakamulilia Samueli na akaweza kumzika huko Rama. Walipomzika huko Rama, soma mstari wa 6. Inasema lakini Sauli
ndio alipouliza kwa Bwana, ndio Bwana akumjibu wala kwa ndoto. Sasa Sauli ikafika Samueli amekufa, na Samueli ndiye alikuwa nabii. Kabla Waisraeli wataenda vita, walikuwa wanauliza Samueli awaulizie kwa Mungu kama wangeenda kushinda ile vita. Sasa Samueli amekufa na Sauli amejaribu kutafuta kwa Bwana, imeshindikana. Sasa na Samueli amekufa, Sauli akaamua kwenda kutafuta Midian ama wachawi. Sasa mstari wa 10 alipotafuta kwa wachawi wakafanyaje? Mstari wa 10 inasema, ndio naye Sauli akamwambia kwa Bwana, ndio akasema, aishivyo Bwana, ndio haitakupata adabu yoyote kwa jambo hili. ndio Ndipo yule mwanamke aliposema, ndio je, nani nitakaye kumpandishia? Sasa msomaji mwingine akusaidia kufungua King James hapo hapo. Haya, wewe endelea kusoma Kiswahili sasa. Inaendelea kusema, ndio je, nani atakaye kupandishia? Sasa namuuliza, maana amekufa, ni nani unataka nitumie uchawi niweze kukupandishia? Naye akasemaje? Nipandishie Samueli. Kupandishie nani? Samueli. Sasa nataka Samueli aliyekufa aweze kupandishwa kupitia uchawi. Haya, sasa tuendelee. Hata yule mwanamke alipomwona Samueli, alilia kwa sauti kuu. Na yule mwanamke akamwambia Sauli, akasema, asemaje? Ona, umemdanganya huyo, kwa kuwa wewe ndiwe Sauli. Ndio. Mfalme akamwambia, usiogope, waona nini? Sasa mfalme anamuuliza, waona nini? Soma. Yule mwanamke akamwambia Sauli, ndio, naona Mungu anatoka katika nchi. Sasa soma hapo mahali umesoma, soma King James sasa Kiingereza. Inasema, ndio, inasema, ndio, and the king said unto her. Sasa mfalme akamwambia, be not afraid, usiogope, for what sawest thou? Wewe umeona nini? And the woman said unto Saul, na mwanamke akamjibu Sauli, I saw gods ascending. Akamwambia, nimeona miungu ikifanyaje? Ikipanda. Nimeona miungu ikifanyaje? Ikipanda. Sasa mwanamke yule alikuwa anataka, Sauli alikuwa anataka amuinulie nani? Samueli. Lakini mwanamke anapomuinua anaona nini inapanda? Miungu. Kumbe si Mungu. Hapana. Kumbe si Samueli. Hapana. Anaona nini? Miungu ikipanda panda katika nchi. Ndio. Naye akamuuliza, ndio, ni mfano wa nani? Wa nini? Sasa hii miungu ni mfano wa nini? Akatibu, ni mzee anafuka. Sasa ni mzee anafuka, naye amefunikwa pasi. Basi Sauli akatambua ya kwamba ndiye Samueli mwenyewe. Kumbe mwanamke yeye anajua ni nani amepanda, ni miungu. Lakini Sauli yeye anaona ni nani amepanda? Samueli mwenyewe. Ni Samueli mwenyewe. Na tunaona kwamba anapoipandisha yule Samueli, anampea usia, anamwambia kwamba hakika utafanyaje, hautashinda katika hiyo vita. Sasa tuulize, hii miungu ambayo ilipanda ni Samueli ama ni nani? Soma hapo katika kitabu cha Wakorintho wa pili 11 mstari wa 13, nimalizie pale nitoke. Katika Samueli wa pili, katika Wakorintho wa pili 11 mstari wa 13. Inasema, ndio, katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili ndio 11:13 inasema, ndio, maana watu kama hao ni mitume, ndio, watendao kazi kwa ila, ndio, wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo. ndio. Wala si ajabu. Sasa wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Kumbe shetani naye anaweza kujigeuza. Kumbe pale mwanamke anaposema ameona miungu, alikuwa nani? Shetani. Akajigeuza akachukua mfano wa nani? Wa Samueli. So wale watu ambao wanajiwa na watu ambao waliokufa, na hao watu wanawapa ushauri, kumbe wasio wale watu ni akina nani? Ni mashetani.
Shetani anajigeuza, anakuwa mfano wa yule mtu, anakuja anakupea wosia, anakuambia kitu. Na watu wa Mungu, usiweze kufuata maneno yale, maana mtu akifa ameshuka katika kaburi katika kimya, na kaburi ni kao lake hadi wakati Yesu atakaporudi aweze kufufuliwa. Wacha niweze kuachia pale, tukafanya ombi, mwalimu mwingine akapata kuingia. Tunaomba. Mungu aishie mahali pa juu, asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Saidia watu waweze kuelewa kwamba mtu anapokufa hana ijara tena katika uso wa nchi, bali upendo wake, machukizo yake yameweza kupotea pamoja naye, wala hana ufahamu katika jambo lolote linalotokea duniani, ili kwamba wasije wakadanganyika wakaingia katika ibada ya miungu wakapotea mfalme. Mwalimu atakapokuwa anaingia, mtumie kwa ajili ya utukufu wa jina lako, mapenzi yako yatimie katika Kristo, nimeomba na hata kuamini. Amina. Haya, ninashukuru sana mwalimu aliyetangulia, ameweza kufundisha mafundisho mazuri sana kuhusiana na hali ya wafu. Kwa hakika hali ya wafu inasumbua sana sana wenyeji wa mji wa Kisii, wenyeji wa mji wa Kisumu, wa Nyanza, na pia wenyeji wa mji wa Western. Najua mara mingi huwa nastaajabu sana ninapoona kwamba maiti ambazo huwa zinakataa kwenda nyumbani za Kisii, za Nyanza na Western, lakini sijasikia maiti ya Mzumbe inakataa kwenda nyumbani, ama nisikie maiti ya Kikuyu inakataa kwenda Western, kwenda sehemu za Central. Lakini katika masuala ya hali ya wafu huwa nasikia tu maiti ya mtu wa Kisii, maiti ya mtu wa Nyanza na maiti ya mtu wa Western zinakataa kwenda nyumbani. Hamuoni kuna jambo pale? Ina maana kwamba katika swala hili la hali ya wafu ni swala ambalo linafaa lifundishwe sana kiundani mahali hapa, na ningependa hata mwalimu ikiwezekana iweze kurudiwa hata kwa siku 3, ili watu wa mji huu waelewa kwamba mtu akifa harudi nyumbani tena, mtu akifa haendi mbinguni, lakini mtu akifa anasikwa kaburini, angojee parapanda ya mwisho ili ajue kwamba atafufuliwa upande wa Yesu ama atafufuliwa upande wa Shetani. Kwa hivyo asante sana mwalimu kwa fundisho ule nzuri. Kwa hivyo tukaribisha mwalimu kwa dakika chache ili kuja yake mazingira wazi hapa, maana tuko hapa mpaka siku ya Jumamosi. Karibu mwalimu. Basi tunamshukuru Mungu kwa sababu ya pumzi ambayo